naitwa Timothy Kudra, afisa maendeleo ya jamii, ni msajili msaidizi wa mashirika ya serikali yanayoitwa Mkuranga, lakini pia ni mratibu wa shughuli za mashirika. Sasa hivi serikali inaendelea na mfumo wa kuchakata mashirika, yale mashirika ambayo yanatakiwa kuwepo kwa mujibu wa utaratibu. Kuna wingi sana wa mashirika, ukiangalia hata kwenye maeneo mengine mashirika yako mengi, lakini mengi sana kwenye yale mashirika ya kikodi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunaendelea kuchakata, na ndio maana sasa hivi yamejia mashirika haya machache. Mfano kwenye ule mfumo wetu wa NIS na mashirika 19 haya ambayo ndio yapo kwenye wilaya yetu, lakini yapo mashirika mengine ambayo yanatoka kwenye maeneo mengine ya kuja kufanya kazi. Kwa hiyo sisi wote kwa pamoja kila robo wanakutana kwa ajili ya kujadili utekelezaji mbalimbali wa shughuli za mashirika, lakini na maeneo hasa huwa tunapenda kuyaangalia au kuyafahamu. Kwanza tunapenda kufahamu contribution ambao wanaitoa wenzetu wa mashirika, mfano wanufaika ambao wamenufaika kupitia wenzetu wa mashirika ya serikali, lakini vile tunapenda kuona ni wapi, sababu wilaya hivi na kata 25. Kwa maana hiyo yapo maeneo ambayo taasisi serikali na shughuli zetu, lakini kuna maeneo ambayo labda hatuyafikii vizuri, basi tunapenda kupata support kutoka kwenye mashirika yetu yasiyo ya serikali. Kwa hiyo tunapokutana sehemu kama hii, sehemu ambayo tunajadiliana, lakini tunajaribu kuangalia vile vile na kiasi cha fedha ambacho wanaweza kutusaidia. Kwa mfano uliona pale kwenye nchi yetu zaidi ya shilingi plus kiasi kidogo tu kwenye robo hii ambacho wanaweza kuchangia, lakini bado si kidogo sana, kiasi ambacho angalau kinasukuma ambapo kufikiria vyetu kwa serikali kusaidia. Lakini vile vile hata wale wahisani ambao wanawasaidia, basi hata sisi taifa hichi tunapenda nafasi sasa ya kuwafahamu, kuwajua, kufuata msaada kutoka gani, ili baadaye tuweze kuwashukuru kwa kile ambacho kwa yote uweze kuyapata isipokuwa kupitia kwa wananchi. Yapo mashirika ambayo yamefutwa, lakini yapo mtaani labda yanafanya kazi. Kwa hiyo sasa ni jukumu kuhakikisha kwamba kila mdau kufahamu. Kwa hiyo mimi kuyaweka hapa hadharani, maana yake kwanza kujulisha umma kwamba mashirika haya yamefutwa na yatakiwa kufanya kazi. Na ndio maana hapa unaona tumeelekezana, ukiona shirika hili linafanya kazi kote, basi tupeane taarifa ili sheria stahiki zichukuliwe dhidi ya shirika kama hili. Kwa sababu ili liweze kufanya kazi lazima lirudi tena lisajili upya liweze kufanya kazi. Sababu ili liweze kufanya kazi lazima taratibu, sheria na kanuni kwa mujibu wa mashirika ya serikali zinatekelezwa. Kitu ambacho najaribu kuwashauri mashirika ya serikali waendelee kushirikiana na serikali, sababu shirika la serikali pamoja na serikali jukumu letu ni moja tu, ni kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo sisi sio maadui, sisi ni sehemu ambayo tunatakiwa tushirikiane, na kama wana changamoto ambao wanaziona labda zinakwamisha wao wasifanye shughuli zao, basi watushirikishe ili tuweze kushirikiana nazo kuzitatua. Kwa mfano umeona mmoja hapo nilijaribu kuwapitisha kwenye mfumo wa NIS, kujaribu kuwachambulia ili shirika liwe active, wanatakiwa wafanye mambo gani ya msingi. Na bahati nzuri walifurahi na wengi wakasema wanafanya kazi. Mashirika ambayo yamefutwa, mashirika ambayo mpaka sasa hivi yamefutwa yapo kama 18, yapo 18, na mashirika ambayo yamewekwa katika matazamio ili yaweze kujirekebisha yapo 27, na mashirika ambayo yapo vizuri ambayo yana shida yote yapo 19. Kwa maana zaidi kwa tunayo 19, ingawa kuna mashirika mengine taarifa zao yanaonekana kwenye wilaya zingine. Kwa hiyo tayari tumeshawasiliana na wenzetu wa IT kule Wizara ya Maendeleo ya Jamii, na wanaendelea kufanya taratibu ili waweze kusomea kwa wilaya, na wenyewe mashirika kushahihisha. Ndio wewe ile kwamba hawezi kuja, hawezi kupata pesa.
Pesa ile akikupa, anataka kupata ripoti, lakini ina misingi gani? Ina ulinzi gani? Ina taratibu gani? Unatumiaje hiyo fedha? Una policy ya fedha si ndio? Ya management yaani yote hiyo wewe nini? Kama unasema sina maana yake nini? Hata ya ajenda wewe Atafanyaje kazi na wewe? Nikasema pale kwenye group, naomba kila halmashauri ikipendeza tuchangie michango midogo midogo, sisi wenyewe tuanze. Nikasema halmashauri kwa tayari tuwasiliane. Tutakuja na wataalamu watawafundisha maana hizo policy, maana kutengeneza misingi vizuri kwenye taasisi zetu ili tuweze kupata fedha. Kwa mtu mmoja mmoja hapo anatoa pesa, na kuna baadhi ya mashirika ambayo yanafanya nini? Yanatoa pesa. Lakini akija kukagua wewe anakuwa hujitosheleza, ili hujakamilika, hawezi kukupa. Lakini kaangalia nikimpa milioni 3 huyu, nikija kumwangalia kweli alifanya kwenye misingi ndio nini? Iliyo bora. Ukimaliza hapo atakupa kitu. Na ataangalia misingi unaoifanya iko sawa sawa jinsi ambavyo ulitengeneza zile sera zako pale au nje ya zile sera. Kwa hiyo nikaomba hizo kwenye group. Mpaka sasa hivi kwenye mkoa mzima halmashauri ambazo zimenijibu kwamba wao wako tayari ni halmashauri 2 tu mkoa wa Pwani. Lakini nyingine zote kwa mimi na yangu mwenyewe ninakotoka, hakuna hata mmoja aliyejibu. Hakuna chochote kile. Nikasema kwamba hizo zichangishwe kupitia wale viongozi wa nini? Wanakuwa kwenye kila nini? Wilaya. Sisi Mkuranga kule tutafika. Lazima tujitegemee, si ndio? Tujisimamie sisi wenyewe. Tutajisimamia kama sisi wenyewe tufanye nini? Hatusimami wenyewe kwa miguu yetu vizuri ili tufanye tusaidiwe kwenda mbele zaidi. Hatuwezi kupata pesa kama hatuna policy ya aina yoyote. Kuna watu wako binafsi wanatoa pesa. Hivi viwanda hivi watu ambao ukimpa somo hivi anatoa. Hivi kama wewe una policy zinazoeleweka, huwezi kupata na huwezi kukufikia. Dai yangu kwetu sisi kama Mkuranga, naomba tubadilike. Kwanza, nikituma kitu kwenye group tukifanyie kazi sisi sote tupokee. Una hoja yote yule, toa maoni yako. Halafu pia shauri au sasa mimi yani yote hiyo usikae tu kama bubu kama vile hatupo. Si nimeleka ndugu zangu wa Mkuranga, na waomba sana. Kile kinachoandikwa mle kina maana na kina uhitaji na kina faida kwetu sisi kama wana nini? Wana Mkuranga yetu. Tutafika, tutafanikiwa.